Ujambo mtazamaji, karibu sana Black Mamba TV. Leo hii tuko maeneo ya Musembe. Na mahali hapa niko na kikundi cha vijana ambao wanajiita Delta Wazito Services. Hiki ni kikundi ambacho ni cha usalama ama security team, ambayo waliweza kujiunga kwa ajili ya kuweza kufanya kazi ya usalama. So, tunataka tuweze kuongea pamoja nao na waweze kutuambia mambo kuhusu kikundi hiki ambacho waliweza kuanzisha maeneo haya. Je, ningependa kuuliza ya kwamba kila mmoja aweze kutuambia kwanza jina lake, alafu tuweze kuendelea tukianza sehemu hiyo. Kwa majina naitwa Makimila Likange. Jina ya mtaani naitwa Mchizi. Kwa majina ni Jafred Amwai CM. Unaangalia kamera. Jafred Amwai CM. Kwa majina jina ya kazi naitwa Jafred Were. Ya mtaani ni Nganga. Jina la kazi. Majina ni Nato Gabriel. Jina ya kazi ni Nyati Nahodha. Kwa majina naitwa Edwin Esendi Egara. Jina la kazi ni mwalimu. Kwa majina naitwa Morgan Rasa. Kwa majina ni Joseph Misiku. Kwa majina ni Graham Wangayu. Jina ya kazi ni Bomoa aka Kimoda Masilasha. Mngeweza ni nani alikuja na mawazo ya kuanzisha kikundi hiki cha usalama? Sasa ndio tukuje tuanze na hii idea ikuje. Yes. Maboys hii mtaa tumekuwa hatujakuwa that much na mashughuli zetu za kufanya. Tumekuwa tunaenda gym, tunarudi tu tunashinda hapa. Yes. So ndo tukakama hapo na idea. What if tujiunge tuunde security team of which hata hizi clubs ziko huko hazina wazito. Yeah. Of which tukikuwa popular tunaweza pata kazi, at least tutaweza weka waunga kwa meza, of which hata tutaingiza doa ambayo itatusaidia. Na ndo tukakama hapo na idea, tuka create team inaitwa Delta Wazito Services. Okay. Yeah. Na hili jambo ililikuja, yani ni nani ambaye alikuwa na hii mawazo ya kwamba wacha tuanze? Unajua kikundi kikianza lazima mawazo inaanza ndani ya mtu mmoja. Alafu anasema hapana, anaambia mwenzake, alafu mnaitana mnakuja pamoja. Najua kilianza na mmoja, wakawa wawili, watatu, wanne ikiendelea. Sijui nani alikuja na hiyo hayo mawazo ndiposa mkaanzisha kikundi hiki. So hiyo mawazo ya kuja na idea, Yeah. mimi nilikuja na idea, Yes. of which nilipata mmoja, nikamweleza. Haikuwa rahisi. Mtu kuelewa, anaona nilikuwa nafanya mchezo. But pia hakunichukulia mzaa. Of which akanisaidia, tukasaidiana mabeshte, tukasikizana. Yeah. Na hivyo ndio tulikama up na tuka grow strong hivi. Na ni watu wangapi mpo kwenye hiki kikundi kwa sasa? Kwa sasa tuko watu 16, kuna wenye wametoka wameenda kazi. Watu 16. Yeah. Na je, mnatoka sehemu moja au mmetoka maeneo tofauti? So sisi tulichukuana hapa karibu hapa juu, of which si ndio tulikuwa jobless. Yes. Ndio tukakama hapa at least tukue na kakazi, tusikae idle. Yeah. Na so nimesikia mkiongea kuhusu kazi. Kazi zenu kuu kama kikundi cha usalama ni zipi? Kazi zetu sisi hatubagui kazi. Yeah. Tunaweza itwa na club. Yes. Tunafanya kazi ya club, tuna bounce. Yes. Pia unaweza tuita sherehe, wedding hivi. Yes. Tunaweza kuja. Yeah. Pia tunawakilisha kazi vizuri. Ukituita maybe kukue na maybe stories za kama kuna kitu kama tuseme mheshimiwa anakuja mahali, bado ukituita sisi tutakuja kwa ground. Yes. Tutahakikisha kuna usalama ya kutosha. Yeah. Hata ukiwa na sherehe tu kwa boma bado unaweza tuita na sisi tutafanya kazi. Yeah. Na ni aina gani ya shughuli au matukio mnayopewa kazi ya kulinda? Ani aswa sana katika hii maeneo ni kazi gani ambazo mmeitwa sana kufanya? Kuna harusi, matanga, hiyo mikutano kwa kilabu yenye mmesema. Ni gani ambayo mnaenda sana?
So kazi tunaenda sana na kazi imefanya tutakuwa popular sana ni harusi na matanga. Yes. Yeah. Hizo ndio makazi tunaenda sana, hata wenye wameenda saa hii wameenda harusi. Yes. Yeah. Na je, mnatoa shughuli ama huduma za usiku kucha pia ama mnafanya tu mchana peke yake? Sisi kazi zetu hatubagui masaa. Tunafanya usiku na mchana yote. Okay. Yeah. Na watu wakihitaji huduma zenu huwa wanawasiliana nanyi vipi? Mtu akitaka sasa mkuje, anawasiliana nanyi kivipi? So sisi kuna clubs tumetake over huku kote. Yeah. Of which unaweza enda huko ukapate Mzito. Yes. Umpatie information alafu atatulink sisi wengine na tutapatana tufanye kazi. Alafu swali lingine ambalo ningependa kuwauliza. Je, nyinyi mlikuwa trained na masuala ya ulinzi kirasmi ama mna uzoefu wa kawaida tu? Yaani nguvu tu, labda maybe mtu bora uone mtu ako na nguvu kidogo unaingiza. Je, mmetrain ama kutueleza? Okay, sasa sisi before tukuje na hii idea ya kwanza kufungua hii team, tulikuwa kwa timu nyingine. Of which sasa hiyo team nayo kukawa na rapsha kidogo. So tukaamua kujichuja hivyo. Tukaamua ku create our own, of which at least hata sisi tupate tukue kivyetu. Pande ya training, pande ya fitness tumetrain, alafu pia ikifika ni terms of security tumeenda shule. Tuko na certificate ya kazi by the way. Tunafanya kazi professional. Okay. Yeah. Na napoangalia kwa muonekano karibu mimi ndio naonekana mdogo mahali hapa, sababu naona watu mmechenga kabisa. Yes. Sijui mna ratiba maalumu ya kufanya mazoezi au ni asili yenu tu ama? Sasa sisi siku hatujaenda kazi. Yes. Kila 5 jioni tunaingia zoezi. Tunatoka 7. Ni duty. Zoezi tunaingia. Mnachapa mazoezi. Mko na sehemu maalum ya kwenda kufanyia mazoezi ama popote penye mmekutana? So sisi tuko na nyumba yetu yenye tunafanyia mazoezi. Yes. Ya wazito. Okay. Huko ndio tunafanya mazoezi yetu. Yeah. Na mnashirikiana na vyombo vya serikali kama polisi au ni kikundi cha binafsi tu? Sometimes tunaendanga kazi, of which tukiona maybe kunaweza kuwa na rapture sana, huwa tunashirikiana na polisi, tunasaidiana kazi. Na nyoka vizuri. Na ni changamoto gani kubwa mnakutana nazo katika kazi yenu ya ulinzi? Katika hii kazi ya ulinzi changamoto ziko ndio. Ziko. Sometimes mnaweza enda kazi mfuko huko maybe for example mmeenda kazi ya matanga. Unajua matanga tena kuna familia mbili pale. Maybe huyu jamaa wa kwao hawakutaka azikwe huko. So wanaleta hiyo ugomvi. So mnapata nyinyi kama security mnakuwa na hard time sana. Sasa hizo ndio part of challenges tunapatana nazo. Na katika ulinzi wenu, kwa mara nyingi sana tunaona upande wa polisi wako na bunduki ambao wanatumia kwa ajili ya security, sababu they have been licensed nazo. Na nyinyi je, mkienda kazini mnatembea na silaha aina gani ama mnaenda tu bora mkiwa mmejiami tu? Mostly sisi tukienda kazi yetu hakuna silaha tunatembea nayo. Tuko trained kudeal na hao watu. Sisi kazi yetu ni ku create to order, kukuwe na peaceful environment. Watu wasipigane, sisi hatupigani. Tuna control vitu kama hizo lakini hatutembei na silaha. Okay. Yes. Na iwapo jambo limeweza kufanyika, labda mmepata kuna mtu ambaye alikuwa na silaha na ametaka kupiga watu, ama hata mmempata akiwa anafanya mauaji na mmemkamata mtu huyo, je, ni sheria gani nyinyi huchukulia ama mnadili mnadili na mna gani na kitu kama hicho? Mtu kama huyo tukimpata na silaha, maybe amefanya mada ama amekuwa anataka kufanya mada ama ametembea tu na silaha, sisi umchukua tunamkabidhi kwa polisi. Yes. Sisi hatumfanyii chochote. Tunamshika tu na kumkabidhi kwa polisi, wenyewe watamshughulikia. So kusema kwamba nyinyi kikundi chenu ni kama mnasaidia serikali kazi. Sisi kuleta usalama kwenye jamii.
Ya, tunasaidia serikali kazi kuleta usalama kwenye jamii, pia sokoni kukuwa na mwizi, badala ya watu kumpiga si uenda huko tunashika huyu mtu tutapeleka police station. Yes. Yeah. Na iwapo nimesikia mkisema kwamba mko na cheti chenu cha kufanya kazi rasmi. Na iwapo tuseme ndugu mmoja kama huyu ndugu ameweza kupatikana mahali like ameitwa kuna matanga mahali fulani, alafu kukawa na hamkuitwa pale kufanya security, na lakini sasa mambo yamefanyika, wanahitaji mtu ambaye anaweza kuleta usalama mahali pale. Je, huyu ndugu peke yake anaweza kujitokeza aenda alete usalama mahali pale, ama lazima muitwe mahali pale rasmi ndiposa mulete usalama mahali pale? Sasa kazi kama hiyo ndio ndugu aende usalama peke yake, lazima alete hiyo idea, tu negotiate pamoja, ndio tuamue either atenda ama hapana. Okay. Yes. Na je, kuna wakati mmejipata kwenye hatari kubwa kazini? Yeah, sometimes kwenye kazi mnaweza vamiwa, mnaweza tuma watu less kwa kazi, lakini upate sometimes kumbe tena hiyo kazi maybe ilikuwa ichukuliwe na wazito wengine, of which sasa wanaleta ugomvi. Na je, kuna tukio mlikumbana mnalikumbuka ambalo mliweza kuzuia uhalifu au kulinda mali kwa mafanikio makubwa sana? Yaani tukio ambalo liliaifanyika na mkahakikisha kwamba usalama ameweza kupatikana pale, ama kila mahali. Unajua kuna uwezekano mnaweza mkaitwa mahali mpeane security na mnapata kwamba watu wa hiyo eneo ni watulivu tu na mnatulia tu, hamna kazi. Sijui kama kuna mahali mmeenda mkakuwa na hard time sana ya usalama. Yeah, tumepatana na hard time mara nyingi, of which hadi inafikanga mahali tunazoea tu, tunaenda mahali kazi, ufike kazi kukuwa na utulivu fulani tu, lakini vijana wa hiyo area maybe wakuja tu na waanze ugomvi, of which sasa mnaenda kuvurugana. Okay. Yes. Na ni jambo gani mnalojivunia zaidi kama kikundi? Hiki kikundi chenu nini ambacho mnajivunia kuwa nacho, ama nini ambacho mnajivunia nacho kwa hiki kikundi? Okay, sisi kwenye hiki kikundi tunajivunia kitu ya kwanza, tuko na umoja. Yes. Tuko na umoja. Na pia sisi tuna tu ile undugu, of which hatuweza acha mmoja wetu ateseke, maybe ana shida sisi umsaidia. Sasa tunajivunia hiyo umoja wetu. Yes. Na tukienda kazi tuna negotiate, hakuna kwa sana huyu ameenda huyu amebaki, hapana. Huwa tunaelewana hivyo. Swali lingine ni kwamba je, kikundi hiki kina wafaidi namna gani kibinafsi? Sasa mtu binafsi, wacha kikundi sasa. Mtu binafsi inamfaidi namna gani? Sasa hiki kikundi mostly tukienda kazi, tukirudi maybe tumepata salary. Yes. Mtu akipata salary yake, at least akienda kwa nyumba yake atajisaidia, ataweka unga kwa meza, of which atasaidia familia yake binafsi. Yeah. Na mngependa kuona kikundi chenu kiko wapi katika miaka 5 ijayo? Sisi tuko na ndoto kikundi yetu igrow, ikuwe popular, tuseparate, tukue wengi huku nje, at least tusaidie vijana wengi huku nje. Okay. Yeah. So mnataka miaka karibu 5 ijayo huko mbele mkue kampuni kubwa sana? Tukue kampuni kubwa sana ambayo iwapo hata kuna sehemu karibu 10 wanawahitaji, mna supply kila mahali security. Yeah. Okay. Na mnayo mipango ya kutoa mafunzo kwa vijana wengine au kupanua huduma zenu? Sisi kuna vijana kuja tunawafunza. Yes. Yeah, pole tu. Yeah. Yeah, wakilana tunawafunza kazi kuanzia kwa zoezi. Okay. Tunafunza zoezi kwanza akuwe fit. Na tunafunza pia na kazi. Yes. Yeah. Na je, mnapata muda wa kujiburudisha au kushiriki michezo kama kikundi? Yeah, sometimes kando na kuweka security, siwenda gym competition, tunaenda huko tunacompete, tunajibamba. Okay. Yeah. Aha, swali karibu na mwisho ni kwamba kuna mtu mmoja kati yenu ambaye ni wa kipekee, labda mcheshi sana au ana kipaji kingine ama talanta katika kikundi chenu?
Sasa kwenye hiki kikundi kuna kila mtu ana talanta. Yes. Kuna tu ile jamaa lazima tu kwa sababu mnaweza mkaenda mahali. Yes. Unajua usiku ni mrefu sana. na labda security kweli, kusema kweli, hali ya usalama kweli inapoonekana iko shwari, sababu mmeteka doria kutoka pale, kila kona kuko sawa, kuko shwari, lakini usiku ni mrefu. Sijui kuna kitu mnajifanyia like ambaye kinawapea burudani mpaka asubuhi ifike. So sometimes si tukienda kazi, maybe hakuna kazi, maybe kulitarajiwa kuwa na public, alafu upate watu hata wako. So sisi utulia kwa kazi. Tuna maintain tu kwa station yetu. Okay. Hadi masaa. Na mngependa kuwasihi nini vijana wengine ambao hawana ajira kwa sasa? Sisi tungependa kuwasihi vijana. Juu hata sisi before tule hii group hatukuwa na ajira, tulikuwa tu tunaenda gym, tunarudi tunakaa, tunaloita, ni ma story tu. Of which mimi ningesi vijana at least watafute kitu, at least wajishikie, ama wakama hapo na idea ambazo zitaweza kuwasaidia waeke unga kwa meza. Na katika hiki kikundi chenu, sijui kama mko na viongozi wanao waongoza, ama kila mtu tu ni kiongozi mahali hapa, kama chairman maybe mwenye amesimamia idara fulani, sijui ukiangalia hiyo mko na viwango gani ya viongozi katika hiki kikundi? So hatujaendelea vile. Kwenye hiki kikundi tuko tu na captain. Ndiye ana make rules, orders, na wengine tuna follow. Okay. Na mko na mwalimu ambaye anasaidia kufundisha watu maybe kwa gym nini, kwa hii instructor ambaye anaweza kusaidia watu kwa training mahali hapa? Mwalimu tuko naye anasaidia watu kwa gym. Of which hata tukifika huko sasa tunakuwa chini yake. Yeye ndiye anatoa mazoezi, si tukifanya. Okay. Yes. Na huyo mwalimu ni wenye hiki kundi ama mnamtoa nje, anakuja kuwaleta kupea? Huyo mwalimu ni mwenye hiki kundi. Na hata tulifurahi tulijoin na yeye juu alikuwa na gym, so sasa hii gym ni ya kikundi pia. Okay. Yes. So security yenu mko na gym yenyu nyinyi wenyewe? Yes. Hamuhitaji kwenda tena kwa gym nyingine kuweza kufanya kule gym? Mnafanya wenyewe mahali hapa? Na je, mungependa mungependa jamii iweze kuwasaidia ama kuwasupport kwa njia gani community? Kwa sababu kuna uwezekano labda mnaweza kuwa mmekama hapa na hiki kikundi, lakini jamii haijakubaliana naye, inaona tu ni kama hapana, hata hamna faida, amleti faida yoyote hapo. Je, mngependa jamii iweze kuwasaidia kwa njia gani? So sisi kitu tungependa jamii tusaidie, itusaidie hawa vijana ambao wako jobless. Yes. Now at least wakama pata, sisi tutajitolea kuwasaidia kwa train. At least pia wapate kazi. Okay. Na je, mko na sare rasmi ya kikundi hiki ambacho mtu akiwaona mahali anajua tu hii ni kikundi fulani? Sare za kazi tuko na sare mara 4. Yes. Okay. Kuna sare za usiku na kuna sare za mchana, kuna sare za sherehe pia. Yes. Ambazo mnatumia kwa ajili ambazo tunatumia kwa kazi. Okay. Haya, jambo la mwisho, iwapo kuna mtu yeyote mwenye kutoka kwenye serikali ambaye anawatazama sasa hivi, sijui mungependa awasupport kivipi? Ni nini ambacho kwa hiki kikundi mnahitaji muwe nacho kwa ajili ya kuwasaidia kwa mambo ya usalama? Ama hiki kikundi hakihitaji material yoyote ambayo inaweza kuwasaidia kwa upande wa usalama? Kwenye hiki kikundi pande ya combat kidogo ndio tuko chini kidogo. Niweza kusaidiwa pande ya combat. At least hapo kuna mtu anawatazama hapo, kuna mama anawatazama hapo, unapoongea mambo ya combat anashangaa ni nini? Yes. Ungependa kueleza kidogo waelewe combat ni nini? Combat? Combat ni zile jezi ama nguo za kazi. Zenye si kama zile za
za football ama nini. Hizi zile za kazi tu ambazo material yake ni hard. Okay. Yeah. Yes. Hata mtu akikustab hautaifeel hivyo. Okay. Yeah. Na je, katika upande wa usafiri mmeitwa mahali kuenda security, tuseme kule Eldoret, huwa mnasafiri vipi? Mko na pesa ambayo mmepewa na yenye mko nayo yenye mnatumianga, ama mko na gari yenu, ama mnaenda kivipi? Sasa sisi tukitwa kazi, for example, kama juzi tulienda Marsabit. Yes. Kazi kama hiyo tajiri alitutia kazi na mwenyewe akasimamia transport. Okay. Yeah. Lakini kurudi ni sisi wenyewe sasa. Na iwapo kuna mtu angejitokeza mahali pale ambaye maybe anataka kuwasaidia muweze kupata gari lenu, muweze kuwa na gari lenu ambalo hata linaweza kuwekewa brand kama lile hiyo kama G4S, pia unajua ni security. Yes. Alafu kuna hii nyingine inaitwa kuna kampuni mingi tu za security ambazo wako na magari yao na wamefanyiwa branding. Sijui nyinyi kama mko na ndoto ambayo pia nanyi mfike mahali muweze kupata gari lenu la security, mfanyiwe branding ili mnapoitwa unajua mambo ya security ni mambo ya dharura. Kuna uwezekano kuna sherehe imekuwa mahali na wako wamefikiria jambo la security, na usalama ianze kukua na shida mahali pale, na wawaite kufika pale, maybe itakuwa ni shida kuanza kukutana, kukusanyana, kutafuta maybe pikipiki ama gari. So mko na malengo ya kwamba iwapo kuna mtu pale angependa kuwasaidia muweze kupata gari, mkuwe nalo, ama hamna hitaji la kuwa na gari katika kikundi hiki? Sisi tuna lengo, na pia tunaomba sana tungepata gari, ingekuwa better, ingekuwa vizuri sisi kama security. Yes. Kazi zetu tungefika kwa masaa na tungewakilisha vizuri. Okay. Tunashukuru sana kwa muda wenu. Mtazamaji, tumekuwa tunazungumza na kikundi hiki cha usalama ambacho kinaitwa, umesema inaitwa Delta Wazito Services. Delta Wazito Services. Sasa waje niwaeleze, iwapo unataka kukuwa na sherehe ambayo maybe itachukua siku 2-3, saa hii mambo na usalama imekuwa ni shida sana. Vijana hao wako tayari ya kwamba uweze kuwaita waweze kukupa usalama, na natarajia kwamba unapowaita sherehe yako itaweza kufanyika vizuri. Labda ni matanga mko nayo, na especially hapo kwa matanga mingi security imekuwa mbaya sana. Watu vijana wanakatana, wanaleta shida kwenye matanga. So unapoleta security utapata kwamba hali itaweza kuwa shwari, na vijana hawa ama kikundi hiki kiko tayari kwa ajili ya kuweza kuwaletea security, na wanapatikana hapa maeneo ya Msembe, ambapo ukiwaita wanasema kwamba wanapatikana. Mnachukua muda gani mnapoitwa? Unajua kuna uwezekano labda mmeitwa kwenda mahali, sijui ni muda gani mnachukua kuja, ama bora tu mmekubaliana mnafika immediately? Sisi tunasikizana na masaa. Yes. Na sisi keep time ya kufika. Yes. Hatuchelewi. Mnakuja kwa wakati, si ndio? Na iwapo mtu ameweza kuwaita kwenye tuseme matanga mfanye security, sitaki useme pesa exact, lakini ina range from which to which? Ina range kutoka wapi mpaka wapi pesa zenu mnataka kupewa mpeane security mahali? So mara nyingi unajua huku tuko ushago sana. Yes. So kazi za huku ushago mostly maybe usiku tunaweza range tu from 2000 hapo. From 2000 kwenda juu, si ndio? Yes. Hata mtu akiwa na shilingi kama 15,000-20,000 akiwapa nyinyi kazi mnachapa. Tunachapa kazi. Na iwapo unajua matanga, kuna matanga ambayo inachukua muda mrefu sana. Matanga inachukua labda wiki moja. Je, mko tayari kukaa kwa hiyo matanga hiyo muda ya wiki moja, ama mnakuanga strictly sana mtaki kukaa nje sana? Sisi bora ni kazi nafanywa. Yes. Hata kama ni mwezi tutafanya kazi, bora ni mshahara tunatafuta. Okay. Na iwapo kuna kampuni mahali imeanzishwa mahali na wanataka security, je, mko na uwezo wa kwenda kulinda kampuni mahali, ama yenu tu ni matanga ama harusi na vitu zingine zile?
So sisi hatubagui kazi. Kazi tunafanya yote, tunafanya hadi escort. Yes. Yeah, kazi zote sisi tunafanya. Oh, mnafanya kazi zote, si ndio? Yeah. Mtazamaji anataraji ya kwamba mmeweza kusikia, na iwapo mngependa kuweza kusupport sisi kama vijana, ningependa ya kwamba iwapo uko na kazi ambao unataka kuwapa vijana hawa, usichoke kuweza kuwaita. Waite waweze kuja ili waweze kuwafanyia kazi, na unapofanya hivyo ni njia nyingine kuweza kuwaajiri ili waweze kukua na kipato cha kila siku. Na iwapo kuna mtu ako pale anataka kuwasupport, anataka kuwasupport awapeko pesa sasa kwa hiki kikundi. Unajua kwa sababu kwa hiki kikundi mnahitaji uniform. Mmesema mnataka combat. Yes, combat. Mnataka nini? Mko na vitu vingi ambavyo mnahitaji. Yeah. Sasa mnataka msaidiwe. Mko na bank account, pay bill, till number ama namba gani ya simu ambayo ningependa muweze kusoma ili mtazamaji aweze kama kuna mtu anataka kutuma pesa pale aweze kuwatumia namba ya simu ama pay bill ama till number. Kwa sasa hivi bado tunatumia namba ya simu. Yes. But tuko na hesabu na kuja na bank account. Okay. Yes. Sasa ningependa msomaji aweze kupata namba yenu ya simu ili aweze kuwasupport mahali pale. So namba yetu ya simu ni 0111 4830 92. Ningependa tena urudie ili maybe aweze kupata tena kuna akili. Nambari ya simu ni 0111 4830 92. Na iwapo mtu angetaka kuwapata sasa, kuwa contact, anaweza kuwapata kwa namba gani? Kwa urahisi, hiyo ndio namba tutapatikana kwa urahisi. Na tutawajibika. Ningependa muweze kupeana namba nyingine iwapo unajua mambo ya simu ijulikane. Naweza kuwatafuta na kumbe hiyo namba iko mteja haipatikani. Namba nyingine alternative ambayo inaweza kupatikana. So tunakuanga na namba 2 hiyo. Na kuna nyingine huyu anaipanga. So nyingine ni 011 0479 344. Ningependa urudie tena. 011 0479 344. Asante sana mtazamaji, ningependa uweze kuongea pamoja na vijana hawa iwapo uko na kazi, na iwapo ungependa kuwasaidia kidogo, kile ambacho uko nacho unapowatumia kitaweza kuwasaidia sana kwa ajili ya kuendesha kazi yao hii ya usalama. Mungu aweze kubariki sana. Shukrani.